Brain. Nadhani sio mara ya kwanza mimi nakushimamisha na kukueleza hichi kitu. Wewe ni mwanamke mzuri sana ambaye unavutia kila mwanaume ambaye anakuona. Na kutokana na urembo wako umenivutia mimi, umenigusa hata mimi kwenye moyo. Na kila siku nakuwa nakueleza Brenda kwamba nakupenda. Nataka kuwa nawe. Kwa nini unielewe Brenda? Hivi nikuulize kitu? Yes. Ni mara ngapi nishakwambia kama mimi sikupendi? Ni mara ngapi? Hata kama Brenda, hata uniambie mara 1000 na maelfu moja, mimi siwezi kuacha. Yaani nikwambie tu ukweli wa mwisho nyao utapingia. Sikupendi. Sijawahi kupenda na haitatokea siku hata moja mimi nikakupenda. Baba, hata tubaki peke yetu katika hili. Hata tukapenda. Vipi? Poa. Zama siku. Salama shi. Mbona umekuwa mmejipoteza? Mimi niko sinakuwa kuuliza hapa na. Hapana. Yaani kazi ndio zinakufanya upotee kiasi hicho? Ndiyo Shems, unajua tena dili za hapa na pale. Aya. Ila Shemu, kumbe rafiki yako ni mshenzi kiasi hicho. Kafanya nini? Unajua kiukweli yule rafiki yako amekuwa akiniomba sana tuende tukaonane gesi. Lakini mimi nilipokuja kaniambia nimsubiri. Yaani tubaki mimi na wewe. Hatuwezi tukapendana. Wala siwezi nikakupenda. Usifanye hivyo. Usiamue kitu kama hicho. Unajua utakuwa unaumiza moyo wangu. Brenda. Ares. So, mkono kwa unisaidie kitu. Nisaidie kabisa kunielezea hisia zangu kwa mwanamke, mwambie kwamba nampenda. Please, naomba unifanye kitu kama hicho. Yaani mimi nikamsubiri, afu nikaona kweli muda unaenda. Nilipoenda kumtizama, yaani nikakutana nafanya mambo ya kishenzi. Yaani kama ni kujichua, kama ni mambo gani, yaani sijui nisemeje. Imeniuma. Mpaka hata nikijifikiria nasema kweli yule mwanaume ni mshenzi. Sawa shemu wangu, nimekusikiliza kwa umakini sana. Na nitajaribu basi kuongea naye ili nione pale ambapo naweza kurekebisha. Niongee naye kiufupi tu ili niweke mambo sawa. Na unaona eti kienda nipe kama hakuna kitu kitamu sana hapa duniani kama nyeto, haichagui masikini wala viwete. Kila mtu nyeto aishi mpaka siku ya mwisho. Nyeto haitakia baya. Wapi man, ushakuwa mzembe. Uzembe kwa kipi tena? Wewe si unakuacha kunyumba na kaambia mani, wewe nisubirie niko nakuja. Ahinga shanga mimi kwenu nilikaa pale muda mwingi. Nataka kusubiria mwanangu njoo vipi, mbona mambo yanakaa wanasema huyu bwana yuko sasa amenitokea na niome. Kama vile kabwegeni. Pale ni nyumbani. Kwani saa ngapi nitarudia tu? Acha babu, najua ile siku ambayo nilikuwa pale kwenu. Asuli nani mpangaji ambaye mko mnaishi naye pale ule Esther. Frere. Ninakaa kwenye kiti tu hajakuja mbele yangu. Akanishikisha ufuta baba. Yaani kwenye kalio akaniweka mkono. Mama nikatoka nimekimbia mwenzio. Hali tete na kuambia siku hiyo. Yaani akanisikisha ta. Akukuisha Futu. Mama. Sitatoka pale nimekimbia wala sijielewi kama nakimbilia wapi. Mani. Mbona mimi pale na familia yako tu. Lakini kisha bila kudanganya mzee. Yule mpangaji wetu. Chenyewe. Hizi siku kimehama mani. Au basi. Mimi sitaenda na wewe maana naingia sehemu hapo nenda kusalimia mshikaji fulani. Wewe uko na mtu wako hapa?
Mimi kuna mtu ambaye nataka kuongea naye, ni mshikaji, sio mwanamke, kwa sababu najua mambo yako wewe. Ningejua ni mwanamke. Yeah, so tutaonana baadaye si. Hata mimi ni sepe. Au si? Fresh. Oyo. Jamani huyo mtoto. Tutautaka. Baadaye basi. Haya bwana, peace. Haya. Sasa mbona kama unafu? Na inaonekana kuna jambo linaloficha vile. Ficha nini bana? Naenda kwa mtu wako kwa. Unajua maneno ya Mungu yanatuambia wazi kuwa hata ufanye kitu, ufunge milango, ufunge madirisha, uzime taa, ukae ambapo wanadamu wakuone. Jua kuna siri kwa Mwenyezi Mungu. Kile ukifanyacho kwenye siri Mwenyezi Mungu anakuona. Kama unanipata vizuri. Utanificha nini, lakini kwa Mungu hauwezi kumficha chochote. Watu wanazao biriana sasa. Wapi mimi sijakubiria, nimekukumbusha tu maandiko jinsi yanavyosema ndugu yangu, ili tukumbushane kila kukicha kwa siku na siku. Mambo yakae vizuri. Yeah. Sasa semaje sasa? Tufukuze mambo zaidi kama nimekuja tu kuna sema ambayo nahitaji nishirikize. Maana kuna mtoto. Yeah, hapo sasa. Unafuta hilo. Nahitaji nishirikize ukamwone shemeji yako. Fresh. Yeah. Sina mbamba. Na sina hata chenye nilikuwa nafanya hapa. Acha tu. Hiyo mambo ina mbamba. Au si? Kingi. Haya bwana. Heshimani. Anapita kula sana. Haichagui masikini wala viwete. Kila mtu nyeto aishi mpaka siku ya mwisho. Lakini kila ninapokuona nahisi moyo wangu unafuraha zaidi. Kwa sababu hadi nakumbuka maneno ya Biblia yanayoongea katika kitabu cha. Unajua siku zinazozidi kwenda ndipo ambavyo ninazidi kukupenda zaidi. Na isitoshe wewe ni mwanamke uliyopata baraka kuliko wanawake wote, kwa sababu upendo na mimi ni jambo lolote unatakiwa kujinafasi, ujisikia ambao una ufahari na neema kubwa juu ya maisha yako. Unajua hiyo. Kiko mimi nakupenda sana na sipo tayari kukupoteza. Relax. Sasa mimi niache kama unanipenda. Hata maandiko matakatifu ya Mwenyezi Mungu yanasema kuwa heri mtu yule siwe na ufunaji, kwa kuwa maneno yanayotoka katika moyo wake, kwenye kilindi cha moyo wake, kuwa timebeba ukweli na hali iliyoko katika nafsi yake. Na ndio maana kwangu mimi siwe na Nyeto aishi mpaka siku ya mwisho. Nyeto haitakia baya. Nyeto haikudai matumizi. Mani, niache bila sapoteza maisha. acha upumbavu. Hivyo juu kama imeandikwa wazi katika kitabu kitakatifu cha Mwenyezi Mungu kwenye Bible. Kwenye kitabu cha Wakorinto wa kwanza sura yake ya 6 mstari wa 19. Kuwa hamjui kuwa miili yenu ni hekalu la Mwenyezi Mungu? Utakufa vibaya wewe na kuhurumia. Ambalo alihitajiki kufanywa machafu yoyote bali litukuzwe. Huu mwili unaofanyizia machafu ni hekalu la Mwenyezi Mungu. Samani, hata niacha nipige hata kama. Hebu acha ujinga wewe. Yaani katika mambo kujichubu ndio mambo ya msingi. Nyeto. Hebu acha hiyo machafu na uyafanye. Nilivyokuambia huu mwili ni hekalu la Mwenyezi Mungu. Linatakiwa kutukuzwa, sio kufanyiziwa machafu. Hebu pigisha huko twende bwana. Nyeto. Hebu twende. Aishi mpaka siku ya mwisho. Nyeto haitakia baya. Nyeto haikudai matumizi.
getoni ndani